Yesu, ni Yesu. Ukiwa kwenye hali hiyo ya utulivu, katika hali ya kuabudu, endelea kunyosha mikono yako juu, tuweze kumwalika Bwana Yesu na kuita uwepo wake katika kipindi hiki muhimu sana cha kusikia neno lake. Ukiwa umefunga macho yako na kunyosha mikono yako juu, sema: Bwana Yesu, asante kwa kuwa unanipenda na unaniwazia mema siku zote. Ninakushukuru kwa neema hii ya pekee kunipa kibali cha kuwa hai siku ya leo katikati ya wanadamu wote uliowaumba. Umenichagua mimi nione siku ya leo. Umenichagua mimi nikae miguuni pako, nipate kula na kunywa mezani pako, chakula cha uzima. Neno lako Yesu ndio uzima wangu. Neno lako Yesu ndio uponyaji wangu. Neno lako Yesu ndio baraka yangu. Ninakusii, Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, nena na sikio langu, sikio la ndani lipate kusikia, kwa maana nikisikia nimepona, nikisikia nimefunguliwa. Nipe utulivu wa moyo, umba ufahamu ndani yangu, ule ufahamu unaweza kusikia, kupambanua na kushika, ili kwa hilo niweze kuishi kama ilivyoandikwa. Hulituma neno lako, huniponya, huniondoa kwenye maangamizo yangu. Neno la leo limetumwa kwangu kuniponya, kunitoa katika maangamizo yote. Asante Yesu. Bwana Yesu, tunasema ni asante, wewe uliye Bwana wa kanisa, mwalimu mwema. Tazama, hatuna chochote tunachoweza kujifunza mbele zako bila msaada wa Roho wako. Ninakualika sasa, wewe Roho Mtakatifu, unaijua siri za Mungu, unaijua haja ya mioyo ya wanadamu, ukanene pamoja nasi. Tunajinyenyekeza kwamba ili wewe Roho Mtakatifu ukanene na kila mwanadamu akae chini na kunyenyekea chini ya utawala wako Roho Mtakatifu. Na ialika damu ya Kristo Yesu ikatakase ukumbi huu, ikatakase madhabahu hii, ikatakase masikio yetu, ili neno lako linaposhuka likashuke katika moyo na katika sehemu iliyo takatifu, iliyotakaswa kwa damu ya mwana kondoo. Ni kwa jina lako Yesu uliye Mwokozi wetu, Bwana wetu, mtetezi wetu na Mungu wetu pekee, tumeomba tukiamini na kushukuru. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Siku ya leo ndio Yesu, ndio sema kwa kinywa chako, sema siku ya leo Yesu atalituma neno lake katika maisha yangu ili kuniponya, kuniondoa katika maangamizo yangu. Amen. Roho Mtakatifu awe nasi, makwani wa Kristo. Ninawiwa kwa wivu mkubwa wa Mungu kumshukuru Yesu kwa kuwa anatupenda, na nataka kukuhakikishia na kukumbusha ya kwamba usiwe na mashaka, yeye aliyeziumba mbingu na nchi anakupenda. Mwambie jirani yako, ninapendwa na Yesu aliyezifanya mbingu na nchi. Kuna watu huwa wanatetemeka wakiambiwa kwamba bosi anakupenda, lakini hapa tunaye aliye bosi wa mabosi wote, aliyezifanya mbingu na nchi. Amen. Upendo wa Yesu ndio unatupa kusonga mbele. Dunia ina changamoto nyingi, na Yesu alisema kwamba ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Amen. Wiki hii baba mzee wa Yesu ametupa somo zuri sana linalohusu chimbuko somo linalohusu shina la mabaya yote.
Toka siku ya Jumapili, Jumanne tumepata maarifa mbalimbali kuhusu shina la mabaya yote, na leo Yesu atupe neema kujua sasa jinsi ya kujinasua kutoka katika minyororo la hilo shina. Kwa kujikumbusha tu, tusome mstari wetu mkuu uliotuongoza katika somo hili, kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 10 na wa 11. Nitaomba wasomaji wawili ambao wako chapu ili tuende kwenda pamoja. Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 10 na wa 11. Wakati huo msomaji mwingine utatuandalia Mathayo 6 mstari wa 24 peke yake. Karibu msomaji, Timotheo wa kwanza. Kitabu cha Timotheo sura yake ile ya 6 na mstari wake wa 10 hadi ule wa 11. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Kitabu cha waraka Timotheo wa kwanza sura yake ya 6 mstari wake wa 10 hadi ule wa 11. Amen. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, nukta mkato. Amen. Ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani, mkato. Amen. Na kujichoma kwa maumivu mengi, nukta. Amen. Mstari wake wa 11. Bali wewe, mkato, mtu wa Mungu, mkato, uyakimbie mambo hayo, nukta mkato. Ukaufuate haki na utaua, imani, upendo, saburi na upole. Amina. Amen. Maandiko yanaweka wazi kwamba shina la mabaya yote duniani ni kupenda nini? Fedha. Naomba Roho Mtakatifu atusaidie kama wana wa Mungu tusitafsiri vibaya. Biblia haijasema kwamba mtoto wa Yesu asitafute fedha. Narudia tena. Biblia haijasema kwamba mtoto wa Yesu asitafute fedha. Amen. Wala usidanganywe na mtu yeyote kwamba pesa ni shetani. Ameni. Huko msemo umeenea duniani kuwatenganisha wana wa Mungu na baraka za kifedha kwa kuwawekea mtazamo bandia ambao si wa kibiblia, kwamba pesa ni shetani. Amen. Pesa sio shetani. Amen. Shetani ni shetani. Amen. Ila tamaa ya kupenda fedha kupita kiasi, ndiyo, huyo ndio shetani mwenyewe. Amina. Kwa mwana wa Mungu nikutoe hofu. Somo hili tuliloletewa leo halijaja kuvunja moyo wale wana wa Mungu wenye bidii ya kutafuta fedha. Amen. Lakini Mungu anachoangalia huko moyoni mwako, umemweka nani? Amen. Kati ya kutimiza mapenzi yake ama pesa. Amen. Nani ndio namba moja? Amen. 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 Amen, watumishi wa Mungu. Amen. Kwa mwambie jirani yako usidanganywe. Usidanganywe. Pesa sio shetani. Pesa si shetani. Na wenye pesa sio wa shetani. Amen. Amen. Kama kuna mtu anayetakiwa kuwa tajiri namba moja ulimwenguni ni mwana wa Mungu. Amen. 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 Kwa hiyo tuanze kwa kufafanua hapo, tusije tukapotoshwa na watu wanaodhihaki neno la Mungu. Amen. Nikikuona utatafuta pesa, anakuambia unatakiwa wacha kutafuta pesa, uende kanisani ukalie. Mwambie Yesu, nitamtumikia na pesa nitatafuta, ila moyoni mwangu Yesu kwanza. Amen. Amen, wana wa Mungu. Amen. 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 Sasa kwa nini Biblia inaonya dhidi ya tamaa ya fedha? Amen. Shida ni nini? Amen. Kuna siri ambayo imejificha kuhusu maandiko, kuhusu uhusiano wa kupenda na kutamani sana fedha na hali ya kiroho ya mtu mwenyewe. Amen. Kujua hili chimbuko limetokea wapi, naomba msomaji wa pili utuandalie kitabu cha Mathayo 6:24. Wakati huo msomaji wa kwanza utatuandalia Mhubiri 10:19. Karibu msomaji. Amen. Amen. Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu sura yake ya 6 na mstari wake wa 24. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Amen. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Amen. Amen. Amina. Sema imeandikwa. Imeandikwa. Sema kwa sauti, imeandikwa. Imeandikwa. Hakuna mtu anayeweza kuwatumikia mabwana wawili. Yesu aliposema hili neno, watu wengi waliomsikiliza walidhani kwamba bwana wa kwanza ni Mungu kama alivyosema, wakategemea ataje bwana wa pili kwamba ni shetani.
Ndio. Lakini je, hapo Yesu alisema huwezi kumtumikia Mungu na shetani? Hapana. Huyo bwana wa pili Yesu amemwita nani? Mali. Mali. Amen. Maana yake kuna siri imejificha juu ya tamaa ya mali. Amina. Kitu chochote ambacho kinaweza kikakutaka ukitumikie. Amen. Hicho kitu namba moja kina uhai. Amen. Unajua gari yako haiwezi kataka uitumikie. Amina. Kwa nini? Ndiyo. Haina uhai. Amen. Sawa? Wala nyumba yako haiwezi kataka uitumikie, haina nini? Uhai. Amina. Lakini kitu ambacho Yesu anaweza kadiri kusema kwamba hauwezi kutumikia mabwana wawili. Amen. Na mmojawapo wa mabwana akawaita ni mali. Ndio. Maana kuna siri kwenye ulimwengu wa roho nyuma ya pazia la tamaa ya pesa. Mali. Amina. Hii mali tunaoiona katika mwili Ndio. ni kiashiria. Amina. Cha roho yenye nguvu sana kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Ambao kitu ambacho neno la Mungu linataka kupambana nacho Dio. Ni hiyo roho. Amen. Isikamate moyo wako ikachukua nafasi ya kilichotakiwa kuwa Mungu ndani yako. Amen. Ukaweka hicho kitu. Ndio. Kitu ambacho kinaweza kukutawala. Ndio. Maana yake kinaweza kikatoa maagizo. Amina. Kikatoa amri. Amen. Kikaathiri maamuzi yako ya maisha yako ya kila siku. Amen. Maonyo ambao Paulo alikuwa anatuambia kuhusu tamaa ya fedha ni kulinda kwamba hivi vinavyoonekana visiwe na mamlaka ya kuingia kutawala maamuzi ya mioyo yetu. Amen. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ya Yesu, lazima mali, amina, kuna roho iko nyuma yake. Amen. Kuna roho iko nyuma yake. Hiyo roho ndio baba mzee wa Yesu anataka wiki hii tuishinde. Amina. Hiyo roho inayokamata moyo namna hii ndio kwamba inaweza ikafika ni saa ya kumwabudu Mungu. Amina. Inaweza ikakuamrisha hapana ibada. Amen. Twende tukatafute. Amina. Hiyo roho ndio tunataka tupambane nayo. Amen. 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 Kwa sababu kitu chochote unachokitumikia ndio lazima utakipa muda wako. Amina. Lazima utakipa mawazo yako. Amen. Lazima utakipa kila kitu cha thamani cha kwako. Amina. Sasa huyo anayetaka kuchukua nafasi ya Mungu katika moyo wako, ndio kwamba ikiwa ni saa kumwabudu Mungu ikwambia hapana usiende kuabudu kafanye hivi. Amina. Ikiwa ni saa kumtolea Mungu ikwambia hapana usinitoe. Amen. Hiyo ni sauti ya roho kamili ambayo ina nguvu. Amina. Mungu anataka kukutenganisha na huo mtego wa shetani. Amen. Shetani anajua Yesu unampenda sana. Amen. Anapokuja kwako hawezi akaja kwako huko kama ng'ombe lenye mapembe ambao unalifahamu kwa picha. Amina. Utamkimbia. Amen. Anakuja kwa sura ambao huwezi ukadiriki ukasema huyu ni shetani. Dio. Na sura moja ambayo shetani anavaa anawateka nayo wana wengi wa Mungu kwa kuwadhihaki na kuwadanganya. Amina. Anavaa sura ya mali. Amen. Akwambia hapana, hapo hujaabudu Mungu. Amina. Wewe unaenda kanisani Bwana Yesu bado unamwabudu moyoni mwako. Amen. Unatafuta pesa tu. Ndio. Amen. Lakini kama inaweza ikakutenganisha na Mungu wako, huyo ni Mungu mwingine. Na ni siri iliyofichika kwamba unapokuwa ni mtu mwenye tamaa ya mali, mali amekuwa ni Mungu wako. Amen. Amen. Kwa nini Mungu anataka tutengane na tamaa ya mali? Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Kwenye moyo wa mwanadamu aliweka kiti cha enzi hiki kimoja ambacho anataka akae yeye mwenyewe. Amen. Hataki ugomvi na kitu kingine kwenye moyo wako. Amen. Akiona kuna wakati anapotaka kukuhitaji, kuna kitu kingine kitakuvuta kinamwambia hapana usiende huku nenda huku. Mungu lazima awe na wivu. Amen. Lazima Yesu awe na wivu. Na ndio maana akaonya hauwezi ukatumikia mabwana wawili. Amen. Na maandiko yameweka wazi. Ulisoma pale aliposema kwamba lazima atampenda mmoja na kumchukia mwingine. Hebu rudia hilo andiko. Amina. Amen. Mathayo mtakatifu 6 na mstari wake wa 24. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Amen. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu. Ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Amen. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Amen. Amina. Amen, wana wa Mungu. Amen. Haya, sasa swali la kujiuliza ni kwa nini fedha imekuwa ni mtego mkubwa kwenye mioyo ya watu ambao inadiriki kupambana na Mungu katika mioyo ya watu. Amen. Yaani fedha ina nini? Ina nini kinachoweza kumfanya mtu aamue kuacha kumtumikia Mungu atumikie mali? Yaani ichukue nafasi ya Mungu mwenyewe. Ina kitu gani nyuma yake? Msomaji wa Mhubiri 19, hebu tusomee Mhubiri 10:19.
Wakati huo msomaji mwingine andaa Yoshua 24:15. Kitabu cha Mhubiri sura yake ya 10 na mstari wake wa 19. Amen. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai hufurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Rudia tena hiyo mstari wake wa mwisho B. Fedha huleta. Amen. Kitabu cha Mhubiri sura yake ya 10 na kifungu chake cha mwisho. Ndio. Na fedha huleta jawabu la mambo yote. Amen. Mwambie jirani yako, fedha inaleta jawabu la mambo yote. Sasa naomba kuulize, kitu ambacho kinaweza kuleta majibu ya mambo yote ya binadamu hakina hatari ya kuchukua nafasi ya Mungu kwenye maisha yake? Narudia tena. Amen. Kitu ambacho kina uwezo wa kuleta majibu ya matatizo yako yote unayotafuta, majibu, je, hakina hatari ya kuweza kupambana na nafasi ya Mungu kwenye maisha yako? Kinacho. Kwa sababu tukubaliane ukweli. Amen. 99.99999 ya wanadamu tulioko hapa na walioko nje, yaani wengi tunamtafuta Mungu kwa ajili tu ya kutatua matatizo yetu. Amen. Hiyo ni pamoja na sababu iliyokuleta hapa. Amen. 99.99999 ya wanadamu wote ulimwenguni pamoja na watumishi wa Mungu tunamfuata Mungu kwa sababu ya shida za maisha yetu. Ni kweli. Sasa niambie, katika safari yako ya kumfuata huyo Mungu, amen, hapa katikati ukapata kitu kingine kinachoweza kukupa majibu ya matatizo yako ya maisha, huyo Mungu ambaye yuko mbali utaendelea kumtafuta? Hapana. Hiyo ndiyo siri ya ushawishi ambao fedha inayo. Kwa nini mwanadamu ni mwepesi kumwacha Mungu na kuweka jasho lake, muda wake, moyo wake, akili yake, mawazo yake kwenye fedha? Fedha ni njia ya mkato ya kukupa majibu ya matatizo yako yote. Amen. Hilo ni neno la Mungu ndio limesema. Amen. Na shetani analijua neno la Mungu kuliko mimi na wewe. Amen. Shetani anafahamu maandiko, anafahamu Mungu aliyeshasema kwamba fedha inaleta majibu ya mambo yote. Kwa hiyo ni mwepesi kushawishi moyo wa mwanadamu kumpa njia ya mkato. Amen. Kumpa njia ya nini? Ya mkato. Itaenda kwa mwanaume, itamwambia kwamba wewe sikiliza, unataka uwe na ndoa nzuri, unataka mke wako akufurahie, tafuta pesa bwana. Ukiipata umemaliza matatizo ya ndoa. Amen. Na wanaume wengi tunaingia kwenye huo mkenge. Amen. Na wanawake pia wamedanganyika kwamba akipata mwanaume mwenye pesa ndoa yake shwari. Amen. Kwa nini? Mwambie jirani yako, pesa huleta majibu ya mambo yote. Ya mambo yote. Lakini usiruhusu ichukue nafasi ya Mungu. Ichukue nafasi ya Mungu katika maisha yako. Katika maisha yako. Kwa nini? Amen. Fedha inaweza ikanunua kila kitu cha kimwili ikakupa. Amen. Lakini mwanadamu sio mwili peke yake. Amen. Mwanadamu ni roho yenye nafsi, anaishi katika mwili. Maana yake kama ukimchukua mtu, fedha inaweza ikampa kila kitu ambacho mwili wake unahitaji. Amen. Ila wewe sio mwili peke yako. Amen. Wewe ni roho. Amen. Una nafsi. Amen. Unaishi katika mwili. Amen. Kwa hiyo pesa ina mpaka wa mambo ambayo inaweza ikatatua katika maisha yako. Amen. Unaweza ukaa hapo unasema mimi ningepata pesa ningemaliza shida zangu zote. Amen. Za kimwili unaweza. Ndio. Lakini kumbuka wewe ni roho. Amen. Amani yako, furaha yako, amen, amani na utulivu wa ndoa yako, amen, sawa, baraka ya watoto wako, amen. Unaweza ukanunua mafanikio kwa pesa, lakini huwezi kununua baraka kwa pesa. Amen. Hapo ndipo mahali ambapo Mungu ameizidi pesa. Amen. Mungu anaweza akashughulikia roho yako akaiponya, amen, nafsi yako akaiponya, na mwili wako akauponya. Ila pesa ina mpaka. Mwisho ni mambo ya mwili. Hii ukubali ukatae.
Ndio maana kuna matajiri ambao ni matajiri kuliko marais wa dunia hii. Pesa wanazo benki mpaka zinatokea puani, lakini amani hawana. Amen. Mwambie jirani yako, amani hainunuliwi kwa pesa. Amani hainunuliwi kwa pesa. Furaha hainunuliwi kwa pesa. Furaha hainunuliwi kwa pesa. Baraka hainunuliwi kwa pesa. Baraka hainunuliwi kwa pesa. Hata ukitafuta pesa vipi, amen, Yesu bado utamuhitaji. Amen. Kuna watu ni matajiri kupindukia. Amen. Ila hawezi kulala kitandani. Amen. Wewe hapo umepata hela ya kula tu, ila unalala usingizi mtamu kitandani kwako. Amen. Kwa hiyo pamoja na kwamba pesa inaleta majibu ya mambo yote, lakini lazima tutambue inaleta majibu ya mambo ya kimwili. Amen. Na hata mambo ya kimwili yenyewe, mtu anayeumwa ambaye yuko amepata ugonjwa umempiga. Mnajua kuna watu ambao wana pesa za kujitibu lakini bado wanakufa mapema. Amen. Kwa nini? Pesa haiwezi ikaidumisha roho ya binadamu ndani ya mwili wake. Amen. Yaani tafuta pesa utakavyo, lakini Mungu ana nafasi katika moyo wako ambayo hata pesa haiwezi ikaziba. Amen. Ndio maana maandiko yanatuonya kwamba tamaa ya fedha isitutawale. Lazima ubalance, ujue ni muda gani wa kutafuta pesa na muda gani wa kumtafuta huyu Mungu alinipa pumzi ambayo inaniwezesha kutafuta pesa. Amen. Amen, wana wa Mungu. Amen. Amen, wana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo, kwa nini pesa ni hatari kuchukua nafasi ya Mungu katika maisha yako? Biblia imesema inaweza ikaleta majibu ya mambo yote. Amen. Lakini usidanganyike. Amen. Hauwezi ukaishi kwa fedha peke yake bila Yesu. Amen. Kwa sababu hata pesa ukiipata, hekima tu ya kuitumia vizuri, hiyo hekima pesa yenyewe haiwezi kukupa. Mpaka umtafute yeye aliye asili na chanzo cha hekima na maarifa yote, akuelekeze hii milioni 10 uliyopita pata, tumia hivi na hivi na hivi ili idumu. Amen. Ukihangaika tu kama mimi ni pesa tu, mimi ni pesa tu, Yesu simuhitaji, utazipata ila hazitakaa. Amen. Na huu ugonjwa unawapiga watu wengi ulimwenguni. Amen. 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 Kwa nafasi ya Yesu kwenye mioyo yetu bado iko pale pale. Sasa ninafanyaje niweze kushinda huu mtego wa tamaa ya mali ambao unataka kumpindua Mungu katika maisha yangu? Hatua ya kwanza ni nini? Ya pili ni nini? Ya tatu ni nini? Mikakati ya kutoka kwenye mtego wa tamaa ya fedha. Amen. Hatua ya kwanza, Yoshua 24:15. Amen. Kitabu cha wakati Yoshua. Huo msomaji mwingine utaandaa wa Korinto wa pili mlango wa 4 mstari wa 18. Amen. Kitabu cha Yoshua sura yake 24 na mstari wake wa 15. Amen. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, na kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Amen. Amen. Amina. Roho Mtakatifu awe nasi. Amen. Roho Mtakatifu awe nasi, wana wa Mungu. Amen. Roho Mtakatifu awe nasi, watoto wa Yesu. Amina. Sema hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni maamuzi. Ni maamuzi. Kuchagua. Kuchagua. Yoshua anaonya wana wa Israeli. Ndio. Chagueni hivi leo. Amina. Mtakawe mtumikia. Amina. Amen. Amen. Huwezi ukamtumikia Mungu ambaye haujaamua Amen. awe ndio Bwana wako. Amen. Amen. Amina. Kwa hatua kwanza lazima ufanye uamuzi kwamba mimi pesa nitaitumia. Amina. Ila kutumika nitamtumikia Yesu. Amen. 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 Wana wa Mungu wenye busara wanatafuta pesa. Amen. Ila hawaitumikii pesa, ila wanaitumia pesa. Amina. Amen. Amen. Ila kuna watu ambao ule uamuzi ya kwamba nataka nimtumikie Yesu. Amen. Hajaufanya mpaka leo. Amina. Na huyo mtu pesa inamwangaisha. Amen. Pesa inaweza ikamfanya afanye maamuzi mazito ya kuvunja amri na sheria za Mungu. Amina. Ila mtu aliyefanya maamuzi kwamba mimi nimeamua kumtumikia Yesu kwa kuwa yeye ndiye Mungu aliye hai,
Huyo mtu pesa ikimwekea mtego wa kuvunja sheria ya Mungu, kwa sababu ya maamuzi yake yanampa nguvu. Kwamba Roho Mtakatifu anamkumbusha sheria za Mungu. Kwamba hapana, huu uamuzi pamoja na kwamba utakupa pesa, lakini kwa kuwa unavunja sheria ya Mungu wako, sio sawa. Amen. Ukifanya huu uamuzi, utakuwa unaitumikia pesa badala ya Mungu aliyekupa uhai. Amen. Mtu ambaye hajafanya maamuzi kuangushwa na mtego wa pesa ni rahisi. Amina. Amen. Amen. Kwa kama uko hapa mwana wa Mungu, ndio inawezekana kilichokuleta kwa Yesu ni shida zako. Amina. Huo ulikuwa ni mlango wa Yesu kukupata wewe. Amen. Lakini jitafakari ili umwae kukaa chini. Amen. Ukatafakari kwamba leo umeamua kutumikia nini? Sababu kuna watu tumekaa kimtego kwamba ninaenda kwa nikipona tu ile tatizo langu. Huyo Yesu sina muda naye. Amen. Wewe ni mtu ambaye tamaa ya pesa kukunasa ni rahisi mno. Amina. Kwa nini? Hujawahi kukaa chini na kutafakari na kufanya uamuzi kwamba hapana, nimeamua. Na utamjuaje mtu mwenye tamaa ya fedha ambaye inamuendesha? Kwake kuvunja sheria ya Mungu ni kitu kidogo sana. Amina. Yaani akikaa katika mazingira kwamba anaambiwa pesa hii hapa. Amen. Yeye yuko hapa. Ndio. Hapa katikati kuna uamuzi anatakiwa akiufanya tu anaipata. Amina. Akishauriwa tu kwamba sema uongo. Amen. Ili upate ile pesa. Ndio. Uongo anasema mwepesi. Amina. Ha? Yaani ile deal nilikosa kwa sababu tu ya kusema uongo umri wangu. Amina. Kwa mfano wachezaji mpira. Amen. Unajua kuna sehemu zingine ukienda unatakiwa ucheze mpira, wanasema kwamba hapo tunataka ambao wako na umri chini ya miaka 17. Amina. Ama chini ya miaka 24. Amina. Akicheki ule mshahara pale milioni 5 kwa mwezi. Kigezo cha kuajiriwa ni hiki kimoja, taja umri wako. Amina. Anakuja mheshimiwa anamwambia sikiliza wewe usipate shida. Anambia uona miaka mingapi? Bado na 25. Pale wanataka mwisho 20. Kwa hiyo tunafanyaje? Usiwe na wasiwasi, mimi nitakutengenezea dili. Pale Rita mimi najua jinsi ya kucheza na mambo, kikatoka cheti kinachoonyesha kwamba una miaka 20. Amina. Jihoji nafsi yako hapa. Amen. Una ajira miaka 5, umekuja kanisani unalia miaka hujapata ajira. Una kipaji cha mpira, wamekuambia wewe tunakuona tunataka tukuajiri. Umri wako ni ngapi? Akatokea mtu akakwambia nitaenda Rita nitakutafutia cheti kinachoonyesha una miaka 20. Amen. Milioni 5 kila mwezi, hii hapa mbele unaiona. Amina. Uamuzi huu mmoja upate ukosee. Jihoji nafsi yako ukiwa ni wewe. Na hakuna mtu mwingine kwenye hiyo kampuni anayejua umri wako ila wewe. Amen. Wala mtu wa kukuchomea hamna. Jihoji nafsi yako. Wewe utasema una miaka mingapi? Ama labda mpira ni kazi ambayo wengi wetu labda hatuko kwenye hiyo sekta. Basi ni ajira ya ofisini. Wanasema tunataka kijana mwenye umri usiozidi miaka 35. Wewe mwaka huu ndio umeingia 36. Yaani tofauti ya miezi tu. Ile ajira inalipa milioni 5. Mshahara ambao tangu uzalio hujawahi kuupata kwa mwezi. Amen. Unachotakiwa ni kudanganya tu umri wako. Basi. Wewe ambaye una 35 kamili wanakuchukua. Lakini nafsi yako inajua una 36. Ukiwa kwenye mazingira kama hayo, wewe jihoji na usiniambie mijihoji mwenyewe. Una miaka mingapi? Utasema mingapi? Kama unaona hapana. Si ndio wale maombi niliyokuwa naomba Mungu unipe ajira. Hata Mungu mwenyewe ataelewa mbele ya safari. Ujue wewe ni mtu ambaye roho ya pesa iko hapa na ukamata. Kwa sababu tafsiri ya kuitumikia fedha, watu wengi wanafikiri kwamba pesa itakuja hapa itakwambia wewe nenda kazini. Amen. Hapana. Yaani jambo lolote ambalo linaweza likakushawishi uvunje sheria hii moja ya Mungu ili uipate pesa. Amina. Ukianguka kwenye huo mtego, wewe pesa ndio Mungu wako. Amen. Na ndio hawa watu ambao Paulo anaonya. Biblia imesema wazi kwamba tamaa huzaa dhambi. Amen. Maana yake tamaa ya fedha lazima itakushawishi ufanye dhambi ili uipate. Mfano mwingine, huko ni kampuni una mkataba umesaini kwamba upokee 200,000 kwa mwezi. Siku ya malipo, amen, mhasibu akajichanganya kwenye akaunti akakuingizia 700,000. Amina. Wewe unajua mshahara wako halali ni ngapi? 2.
Wiki ya kwanza inaenda na hakuna mtu anayejua, mkurugenzi hajui, mhasibu hajui. Wamekuja wakaguzi wa hesabu, wamekagua vitabu, hawajaona hilo kosa. Amen. Na umeona wameingia ofisini, wametoka. Amen. Mwezi umekatika huo. Haleluya. Amina. Watu nampenda Mungu tupo hapa. Amen. Je, jihoji mwenyewe, wewe ungekuwa kwenye mazingira kama haujakosea, wewe haujaiba, ila wao ndo wamekosea mahesabu, akakuwekea mshahara ambao si halali yako kimakosa, utarudisha? Amen. Wangapi utarudisha? Wangapi utarudisha? Wangapi asema hii ndio inaitwa hazina za gizani, hizi nimeshabarikiwa? Amen, wana wa Mungu. Amen. Unajua tunapozungumza kuhusu tamaa ya mali, watu wengi tunasema ni wale kule wanaoua watu kwa ajili ya pesa. Wale wanaenda kwa waganga kwa ajili ya kuua ndugu zao kwa ajili ya pesa. Hapana. Mungu anatupima kwa vitu vidogo vidogo. Sababu tukikaba tusema haya mahubiri bwana ni ya watu ambao hawajaokoka, ndio wanatamaa nini? Ya fedha. Basi hiyo mshahara mhasibu ukosea ni kitu kikubwa sana. Umeingia kwenye daladala, mmejazana muda kama huu, konda kapita cha kachukua 500 zake kwa wote, wewe akakusahau. Jero tu, si ni ndogo? Amen. Jikague mwenyewe. Umesema nishushe hapo nani hapo kwa ndevu, na unashuka pale hata akudai. Amen. Utamwambia konda, samani mimi ukunidai nauli, shika hii hapa. Unasema amepigwa upofu huyo. Huyo nyumbani. Amen. Halo. Amen. Nataka tutumie mifano ambayo tunaishi, sio mifano ya watu ambao wako huko nje ambao unasema ndio wanatamaa. Amen. Kama wewe usipodaiwa nauli unauchuna, hujakutana na hela tu wewe, Yesu utamkana wewe. Amen. Kama usipodaiwa na unauchuna wewe, shetani anakulia timing. Hiyo kazi unaomuomba Yesu atakupa. Utapoingia kwenye anga za watu wenye pesa, pesa itakutoa kwa Yesu. Amen. Pesa itakutoa kwa Yesu. Ni mahali ambapo tunahitaji msaada wa Mungu, lakini Mungu hawezi akamsaidia mtu ambaye hajaamua. Amen. Sawa? Amen. Na huu uamuzi hauwezi ukaufanya kama hujafahamu jambo lifuatalo ambalo tunaenda kulisoma sasa hivi. Amen. Tusomee ile Wakorinto 2:4-18. Alafu msomaji mwingine uandae Ufunuo 22:12. Karibu. Kitabu cha Wakorinto wa pili, sura yake ya 4 na mstari wake wa 18. Amen. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Tusiviangalie vinavyoonekana mkato, bali visivyoonekana. Amen. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu. Amen. Bali visivyoonekana ni vya milele. Amen. Amen. Maandiko anasema nini? Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyo, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda, ila visivyoonekana ni vya milele. Amen. Kabla hajafafanua hapo, naomba tusomee ile Ufunuo 22:12. Kitabu cha Ufunuo sura yake 22 na mstari wake wa 12. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Amen. Amen. Asante. Amina. Roho Mtakatifu awe nasi wana wa Mungu. Amina. Biblia imesema tusiviangalie vinavyoonekana. Amen. Kwa kuwa kila kitu kinachoonekana kwa macho ni cha muda. Inatuasa kwamba tuvitafute na kuviangalia vile visivyoonekana ambavyo hivyo ni vya milele. Kwenye Ufunuo Yesu ameonya, amesema kwamba tazama naja upesi kumlipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Maana yake yoyote utakayeamua kumtumikia, ujue mwisho wa hiyo kazi kuna malipo. Ukiamua kuitumikia fedha na mali, ina malipo yake. Amua kumtumikia Yesu aliye hai, ina malipo yake.
Lakini Yesu alionya kwamba huwezi ukatumikia wote wawili. Ukiamua kumtumikia Yesu, utamtii Yesu, utaichukia mali, tamaa ya mali. Ukiamua kwamba mali iwe ndio Mungu wako, ujue piga ua galagaza, huwezi kumtii Yesu. Lakini kila utakayemtumikia ana mshahara wake. Sasa fedha ukiitumikia ni kweli inalipa. Inalipa. Itakupa yale mahitaji ya kimwili uliokuwa unatafuta. Amen. Lakini Paulo ameonya, vinavyoonekana ni vya muda. Amen. Ila visivyoonekana ni vya milele. Amen. Thawabu ambao fedha ama tamaa ya fedha itakupa kwa kuitumikia ni thawabu ndio, ila ni ya muda. Ila Yesu anasema naja upesi kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Naomba mwana wa Mungu ukae hapo ujitafakari sana. Tunapoishi duniani lazima uangalie. Unaishi duniani unatumia muda wako kujenga maisha yako ya sasa ama kujenga umilele wako. Amen, wana wa Mungu. Amen. Kabla hujafanya uamuzi wowote lazima ujitafakari. Hapa ninaandaa maisha yangu ya hapa ama ninaandaa umilele wangu. Amen. Dunia imetulubika na pressure ya kuhangaikia sana malipo ya papo kwa papo. Amen. Faida nitakayoipata sasa. Amen. Faida nitakayoipata katika maisha haya. Amen. Lakini haujui kwamba wewe ni kiumbe cha milele. Amen. Mwajiri wako anayetoa thawabu ya milele anakufuatilia hatua kwa hatua ili ajue katika umilele wako atakulipa thawabu gani na kiasi gani. Amina. Kabla hujafanya maamuzi yoyote ya kuvunja sheria ya Mungu, amina, kwa ajili ya pesa, amen, fikiria mara mbili. Amen. Unaimarisha usasa wako ama unaimarisha umilele wako? Amina. Hii lugha nayoongea mtu aliye hai hawezi akanielewa. Amina. Wafu ndio wanaweza akaelewa hii lugha, ambao wameshatoka katika hii dunia, huko walipo ni majuto. Amina. Ninapoongea hivi mtu uliye hai hauwezi kunielewa, hauwezi kukubaliana na mimi. Ila mtu aliyekufa nikiongea hii lugha anaelewa vizuri. Kwa sababu gani? Baada ya kifo kwa wanadamu wengi ni majuto ya maamuzi walioyafanya. Hiko kitu kinaweza kushawishi uvunje sheria ya Mungu kwa ajili ya pesa, kitakulipa hapa, na kinaweza kukufanya upate kitu ambacho hata hakitadumu. Inaweza kakaa wiki mbili kikaisha, inaweza kakaa siku ngapi, miaka mitano, lakini kina mwisho wake. Amen. Ila thawabu ambayo Yesu anaweza akakupa, amen, kwa uaminifu wako ndio wa kuikana tamaa ya mali, ili kuitii sheria yake, hiyo thawabu ni ya milele. Amina. Na moja ya thawabu ya Yesu ni pamoja na vyeo. Amen. Nataka uelewe jambo moja. Duniani kuna vyeo. Amen. Na katika maisha yetu ya umilele kuna vyeo. Amen. Ujue kabisa katika maisha yetu ya umilele kuna vyeo vya milele. Amen. Mbinguni wote hatutakuwa sawa. Mbinguni wote hatutakuwa sawa. Kuna watu wanatufundisha kwamba wao tukienda mbinguni kazi yetu ni kuimba tu. Hujaufahamu maandiko vizuri. Amen. Kuimba ni moja ya vitu tunavyofanya mbinguni, lakini sio kitu pekee. Amen. Hiki tunachokitafuta hapa duniani ni ufalme wa Mungu, na ufalme wote lazima umiliki na utawale. Amen. Kwa mbinguni kutakuwa kuna vyeo. Amen. Na ule uaminifu wako unaoutunza katika maisha haya ndio utaamua kwamba huko mbele utakuwa na cheo cha namna gani. Amen. Nataka nikutie moyo mtu wa Mungu ambaye uko mahali hapa. Amen. Udanganifu wa mali, amen, usikushawishi kuvunja sheria ya Mungu, ukaufurahisha ule wako, ukauharibu umilele wako. Amina. Maisha ya milele ni aina mbili. Amen. Aidha ni ya kufurahi kwamba nilifanya uamuzi ulio sahihi nilipokuwa hai. Amen. Au ni wa kujuta milele kwamba nilifanya uamuzi usio sahihi nilipokuwa hai. Amen. Wafu ndo wanaelewa hii lugha kuliko watu walio hai. Amen. Katika ulimwengu wa wafu kuna makundi mawili. Kuna watu wanafurahia maamuzi magumu ya kuipinga na kuikataa tamaa waliopambana nao maishani mwao. Amen. Leo wanafurahia thawabu ya milele na Yesu. Amen. Kuna watu sasa hivi katika majuto. Utakuta ni uamuzi mmoja tu aliufanya wa mali,
ulimtenganisha na Yesu, ukamnyima uzima wa milele. Anaweza akawa alipata uzima wa milele lakini akawa na cheo duni. Amen. 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 Kwa Paulo ametukumbusha ya kwamba vile visivyoonekana, amen, thawabu za Yesu ambazo hazionekani, amen, mshahara wa Yesu ambao hauonekani, kwa wewe kutunza uthamani wako na uaminifu wako kwake, una thamani zaidi kwako kuliko vitu vingine, kuliko pesa ambayo uko tayari kuvunja sheria ya Mungu ili uipate. Amen, wana wa Mungu. Amen. Nataka nikutie moyo wewe ambaye unajitihada katika kupambana kushika sheria ya Mungu bila fedha kukushawishi uivunje. Endelea. Utakuja kuvuna katika umilele wote. Amen. Na hii lugha utakuja kuielewa siku utakapokufa. Amen. Sasa hivi kiburi cha uzima kimekutukamata. Tumedanganyika na ulimwengu kwamba pesa ndio kila kitu ulimwenguni. Wana wa Mungu hatukatazi kuwa na fedha, lakini ikiwa mbele yangu sheria ya Mungu na fedha, kama unataka kujijenga katika ufalme wa Mungu, fanya uamuzi wa kutimiza sheria ya Yesu. Amen. Amen, wana wa Mungu. Amen. Sasa jambo lingine tunapokaribia kumaliza ambalo linaweza kukuokoa na tamaa ya fedha. Kitabu cha Zaburi 119 nafikiri mstari wa 11, hebu fungua Zaburi ya 119. Mstari wa 9. Zaburi 119 mstari wa 9. Nifanye nini ili nitoke kwenye mtego wa tamaa ya mali? Zaburi 119 mstari wa 9. Ehe. Kitabu cha Zaburi ya 119. Amen. Na mstari wake wa 9. Amen. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Jinsi gani kijana isafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lako. Amina. Amen. Naomba turudie pamoja huo mstari. Sema, jinsi gani? Jinsi gani niisafishe njia yangu? Niisafishe njia yangu. Kwa kutii. Kwa kutii nikilifuata neno lako. Nikilifuata neno lako. Biblia imesema kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Tena una ugonjwa, asante kwa Bwana Kristo, una ugonjwa wa kufisha. Tamaa ni ugonjwa ambao uko katika moyo. Kwa tamaa kitu chochote haikai kwenye ubongo wala kwenye mikono. Inakaa kwenye nini? Ubongo wako na mikono yako inatumika kutekeleza matakwa ya tamaa ambao ni ugonjwa ambao unaweza ukajaa moyoni. Maandiko yanatuuliza, jinsi gani niweze kuisafisha njia yangu? Amen. Kuutibu huo ugonjwa wa tamaa kwenye moyo nitautibuje? Amen. Biblia imetoa maelekezo. Njia ni moja tu, kwa kutii. Amen. Sema, kwa kutii. Kwa kutii. Unapotii neno la Mungu, amen, unapotii maagizo, amen, Mungu anauponya moyo wako kidogo kidogo. Amen. Changamoto ambao tulionayo watu wengi, tunakubaliana ya kwamba kama ukiumwa hivi kuna matibabu ambayo ni matamu. Ama kuna dawa ambayo ni tamu? Hapana. Kuna sindano ambayo ni tamu? Hapana. Kuna operation ambayo ni tamu? Hapana. Lakini ukitaka upone ni sharti ukubaliane na yote matibabu. Amen. Hamna matibabu ambayo kwa asili ni matamu yanakufurahisha. Amen. Lakini kama unataka upone, kama umeandikiwa dawa, iwe tamu iwe chungu, kama unataka kupona, amen, lazima uinywe. Amen. Kama umeandikiwa wewe ni mtu wa sindano, huu ugonjwa wako mpaka sindano, uchague mawili. Uvumilie sindano inaouma upone, amen, ama uikwepe sindano ugonjwa ukumalize uende kaburini. Amen. Uamuzi ni wako wewe mwenyewe. Naomba nikusaidie mtu wa Mungu. Neno la Mungu katika nafsi ya mwanadamu hata siku moja haliwezi likawa tamu. Amen. Hata siku moja neno unalotakiwa kulitii haliwezi la kukufurahisha wewe. Ni kweli. Wala haliwezi ikawa neno ambalo linakupa maslahi yako wewe utakaofurahia. Ni kweli. Ila sindano inayouma ndiyo inayotibu ugonjwa. Ni kweli. Watu wengi tuna udhaifu wa katika kutii kwa sababu tunatafuta neno la Mungu linalotuletea si maslahi. Amen. Hilo neno utalitafuta mpaka unakufa. Amen. Biblia nzima neno la kukufurahisha hautalipata. Amen. Neno la Mungu siku zote likiingia katika moyo wa mtu, ndio kama kuna ugonjwa ambao ile neno linatakiwa liuponye kwenye moyo wake,
pamoja na ugonjwa wa tamaa ya mali lazima liume. Kutii mwana wa Mungu ambacho ndio sehemu ya uponyaji wako sio kutamu. Lazima uwe mtu aliyefanya maamuzi magumu. Hiyo ni jambo la kwanza. Cha kukuponya na tamaa ya mali ni neno la Mungu. Amen. Mtu ambaye anasoma neno la Mungu sana, anasikiliza neno la Mungu Amen. sana, ndio, na kukubali kulitii, Amen, yuko kwenye nafasi rahisi zaidi ya kuishinda tamaa ya mali kuliko mtu ambaye neno la Mungu kwake ni njia ya kukwepa. Amen. Na kumbuka, neno la Mungu ambalo unatakiwa kulitii halitakuwa ni neno la kukufurahisha, halitakuwa ni neno la kukupa starehe. Amen. Itakuwa ni sindano chungu kweli, ambayo kama unataka kuponya moyo wako na tamaa ya mali lazima ulitii. Amen. Hakuna njia ya mkato ya kupona kwa Yesu zaidi ya kutii. Ni kweli. Hilo ni jambo la ngapi? La kwanza. Amen. Kubali kupitia maumivu ya kutii ili moyo wako upone kutoka katika ile roho libaya linalotaka kukutenganisha na Mungu wako. Amen. Na mtu ambaye anaelekezwa kitu hiki atii, shetani anamuinda na mtego wa mali utakukamata hivi karibuni. Amen. Jambo la pili, kuna mtu anaweza akauliza, natakiwa nitii neno la Mungu lipi? Amen. La kwanza ni ile unaolisoma mwenyewe. Amen. Sawa, hiyo ni kama unalisomaga. Kama ulisomi, huo ni mtihani mwingine. La pili, kuna watu huwa wanasubiri Yesu atokee hapa kama alivyomtokea Musa na nani? Alipotokea wakina alipotokea nani wakina Yohana na mitume wengine, atokee amevaa sura ya jua inaong'aa, awape maagizo ndio wafanye. Yaani anasema kwamba mimi Mungu akiniambia kitu nitatii. Amen. Huyo Mungu unayemtafuta wa kumuona katika mwili akupe maagizo ili umtii, hutakaa umuone akija kufanya hivyo mpaka unakufa. Amen. Mungu akitaka kukupa maagizo anakupa kupitia wale watumishi aliowaweka mbele zako. Amen. Kuna watu wanashinda kutofautisha kati ya mtumishi na Mungu aliyoko ndani ya mtumishi. Ndio. Kuna watu wanasubiri kwamba Yesu amtume malaika amtokee usiku kwenye maono amwambie kwamba nenda kafanye usafi kituoni ndio aende. Ila kuhani akimwambia anapuuzia. Amen. Anaona hamna mzito wa kutii. Kuna watu wanawasubiri kwamba mpaka Yesu amtokee kwenye ndoto amwambie kwamba nenda kashuhudie ndio aende. Kuna watu wanasubiri kwamba Yesu atokee kwa malaika wake kitandani kwao usiku amwambie kesho nenda kwenye mkesha ndiye aende. Kuna watu wanasubiri kwamba atokee malaika waambie kwamba wiki ijayo funga ndio afunge. Amen. Huyo Yesu akukutokea kama alivyokuwa anawatokea manabii zamani, unamsubiri kwamba ndio akuagize ndio ufanye, hautakaa umuone. Amen. Mungu anakuelekeza wewe kupitia wale aliowaweka mbele zako wakulee. Amen. Kwa hiyo ukisikia neno kutoka kwa kiongozi chako wa kiroho, huyo ni Yesu amesema na wewe. Amen. Tii. Amen. Kwa nini? Kwenye kitabu cha Petro Biblia imesema kwamba basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Sawa? Ili yeye awakweze kwa wakati wake. Sehemu nyingine amesema kwa maana Mungu huwapinga wenye kiburi, bali wanyenyekevu huwapa neema. Unataka ushinde mtego wa tamaa ya mali, kuwa mnyenyekevu. Acha kiburi. Kiburi ni tabia moja, ni roho inayotangulia ili kukumbatia dhambi zingine. Mtu mnyenyekevu, maandiko yamesema Mungu anampa neema. Neema maana yake ni kuwezeshwa kufanya kitu ambacho kwa nguvu zako huwezi kufanya. Kwa kama tamaa ya mali inakushinda, inakunyang'anya muda wako wa ibada, inakunyang'anya muda wako wa kuomba, inakunyang'anya muda wako wa kushuhudia, inakunyima usimtolee Mungu sababu unaitamani pesa sana kuliko kumtolea Mungu. Lazima uwe mnyenyekevu ili Mungu akupe neema ya kushinda. Sijawahi katika maisha yangu kuona kifungo kilichonibana ambacho Yesu alinisaidia kukishinda kama sijaondoa kiburi. Kiburi ni geti la kulinda madhambi na mavifungo yabaki ndani yako.
ila unyenyekevu ni mlango wa kutoka. Na kwa nini unyenyekevu unasaidia kutoka? Biblia imesema kwamba Mungu huwa anawapa wanyenyekevu neema. Amen. Kuna dhambi na vifungo vingine huwezi kuvishinda bila neema ya Mungu. Amen. Na ili uipate neema ya Mungu sharti unyenyekee. Ndio. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Tuko pamoja? Amen. Narudia tena. Amen. Hatua ya kwanza kuishinda roho ya tamaa. Uamue kwamba nimeamua kumtumikia Yesu. Amen. Hatua ya pili, kuwa mtu mnyenyekevu. Amen. Mtu mnyenyekevu ni mtu asiyetafuta masifa. Kuna watu wanatumika ili wasifiwe wao, waonekane wao, aonekane anajua kuimba vizuri, aonekane anajua kuomba vizuri, aonekane anajua kuhubiri vizuri. Mtu mwenye kutafuta masifa, Mungu hawezi akampa neema ya kushinda dhambi yoyote. Amen. Unamtumikia Yesu, mtumikie Yesu ili yeye akuone, sio ili watu wakuone. Amen. Kuna watu hawezi akamfanyia Yesu kitu mpaka amepata kundi la mashahidi wa kumuona kwamba amefanya. Kuna watu hawezi kumwimbia Yesu mpaka awe na watu wanaomtazama na kumpigia makofi. Kuna watu hawezi kushuhudia mpaka awe na mtumishi mwingine anayesikia anachomshuhudia jirani yake. Fanya kazi ya Yesu ili Yesu akuone, inatosha. Tabia ya kutafuta kusifiwa, tabia ya kutafuta kupongezwa kwa ajili ya kumtumikia Yesu itakunyima neema ya Mungu ya kuishinda roho ya tamaa. Amen. Yesu atusaidie wana wa Mungu. Amen. Wangapi wanataka Yesu awaponye roho ya kiburi? Kwa wana wa Kristo katika maombi ambayo nimeelekeza tuombe leo ni kiburi. Amen. Tukiwa wanyenyekevu, hii roho haitakuwa na nguvu ndani yetu. Amen. Jambo la mwisho ambalo talisema leo, kuipiga roho ya tamaa ya mali, liko kwenye utoaji. Amen. Amen. Nitafafanua kwa nini nasema kwamba mtu ambaye anajibidisha kumtolea Mungu, Mungu anaweza kumsaidia kuishinda tamaa ya mali kwa mujibu wa maandiko. Msomaji, naomba utufungulie Mathayo 6:19 mpaka 21. Mathayo 6:19 mpaka 21. Wakati huo mwingine utufungulie Yohana 3:16. Karibu. Mathayo 6:19 mpaka 21. Amen. Amen. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura yake ya 6 mstari wake ule wa 19 na kushika nao hadi wa 21. Amen. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Msijiwekee hazina duniani. Amen. Nondo na kutu viharibupo. Amen. Amen. Tarudi tena. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 6 mstari wake wa 19 hadi ule wa 21. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba. Mstari wake wa 20. Bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Amen. Mstari wake wa 21. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo takapokuwapo na moyo wako. Amen. Huo mstari wa mwisho unasemaje? Hazina yako ilipo, ndipo takapokuwa na moyo wako. Manake ili moyo wako uwe kwa Yesu, lazima na hazina yako iwe kwa nani? Amen. Amen. Kama moyo wako haupo kwa Yesu, hawezi kumtolea. Amen. Hata ukimtolea utamtolea kinafiki. Amina. Manake zoezi la kutoa, manake pale unapotoa unaufungamanisha moyo wako na madhabahu ya yule Mungu naye mtolea. Amen. Kwa kadri tunapojitahidi kumtolea Mungu kwa uaminifu, inafanya kwenye ulimwengu wa roho moyo wako uambatanishwe na madhabahu ya huyo Mungu uliye mtolea. Na kutoa na nitoe ufafanuzi. Tunapozungumzia swala la kutoa, sio pesa tu. Kuna watu wakiambiwa kutoa,
anakaa anajiwaza, mimi sina cha kutoa. Amen. Unaweza ukamtolea Mungu muda wako, unaweza ukamtolea Mungu mwili wako kwa kuruhusu autumie kufanya kazi zake, sawa? Kwa hiyo kwa kifupi, mtu yoyote mwenye mwili hakosi cha kumtolea Mungu. Leo haujapata pesa kumtolea Yesu, usijihukumu, sawa? Tumia kile ulichonacho ambacho unaweza ukamtolea. Tumia muda ulionao kufanya kazi yake. Tumia mwili ulionao kumtumikia, kwa sababu anayejua tulichonacho nani? Ni Mungu mwenyewe, sawa? Kwa panua wigo wako wa kutoa. Pesa ndio moja ya vitu ndio vinaelekezwa sana tutoe, lakini hata na muda wako na mwili wako. Mruhusu Yesu akutumie kumuombea mgonjwa mmoja. Kadri unavyofanya yale mambo, unaupeleka moyo wako kwake yeye mwenyewe. Sasa kwa nini Biblia inahusisha utoaji na kumwabudu Mungu? Yohana 3:16 wakati tunamalizia. Na andiko la mwisho utakalosoma ni kwenye Mwanzo 22. Utasoma mstari wa 12. Yohana 3:16. Amen. Injili kama alivyoiandika Yohana mtakatifu sura yake ya 3 mstari 16. Mstari wake wa 16. Amen. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, amen, hata akamtoa mwanawe wa pekee, amen, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. 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 Neno la Mungu linasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee. Naomba niulize swali. Nini kilichomsukuma Mungu kutoa? Wana wa Mungu, nini kilichomsukuma Mungu kutoa? Nini? Anasema alipenda hata akatoa. Maanake hauwezi ukatenganisha upendo na utoaji. Utoaji wako ni ishara na kipimo cha upendo wako kwa Mungu. Anayependa sana atadhihirishwa kwa kutoa sana. Na naomba nifafanue ili watu tusije tukajihukumu wenyewe ama tukahukumiwa na watu wengine. Mbinguni wanaposema kutoa sana, hawaangalii wingi wa fedha. Duniani inaangaliwa wingi wa pesa. Amen. Mbinguni unaangaliwa moyo uliotoa. Amen. Unapotoa sadaka yako mbele za Mungu, hapa duniani tunapokea pesa zitumike kwa ajili ya kazi ya Mungu. Amen. Mbinguni pesa haiendi. Unaenda nini? Ule moyo uliotoa. Mungu anachopima kwenye moyo wako ni nini? Uaminifu wako. Amen. Je, umemtolea sawa sana alivyokubariki? Amen. 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 Kunaweza kuwa na watu wawili hapa. Mmoja akatoa 100,000. Amen. Mmoja akatoa 200,000. Kwa vipimo vya duniani aliyetoa sana ni nani? 100,000. Vipimo vya mbinguni tofauti. Amen. Yesu anaweza akashuka hapa, ukasikia nawaambia, amin amin nawaambia, huyu aliyetoa 200,000 ametoa nyingi kuliko wote. Amen. Tutasema kwamba Yesu amechanganyikiwa. Amen. Ila yeye anaangalia utoaji rohoni. Amen. Ninaposema hivyo sikakukatishi tamaa kwamba usitoe fedha kubwa. Fedha kubwa iambatane na moyo mkubwa. Amen. Unapotoa chochote mbele za Mungu, duniani tunaangalia ulichokiweka kwenye kapu, mbinguni wanaangalia ulichokiacha nyumbani. Amen. Ndio wanapima huyu katoa hajatoa. Kwa hiyo kama umebarikiwa milioni 10, ukamtolea Yesu 100,000. Mimi nikabarikiwa 10,000, nikamtolea Yesu 8,000. Mbele za Mungu nani ametoa zaidi? Aliyepata milioni 10 akatoa 100,000 ama aliyepata 10,000 akatoa 8,000? Amen. Lakini pia Mungu anataka tumtolee ishara ya heshima kwake na upendo wetu kwake, sio kwa ajili ya kusifiwa na watu. Kwa hiyo unapozidi kutoa, unamwonyesha Mungu upendo wako kwake, na yeye anazidi kukupa neema ya kuivunja nguvu ya kuabudu
mali. Wakati tunamalizia kwenye andiko letu la mwisho ili tuingie kwenye maombi, Mwanzo 22:12. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 22 na mstari wake wa 12. Amen. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Akasema, mkato, usimnyoshe kijana mkono wako. Amen. Mkato, wala usimtendee neno. Mkato, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Amen. Iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Amen. Kipindi gani Mungu alijiridhisha kwamba Ibrahimu anamcha yeye? Alipomtoa mwana wake wa pekee. Kwa mbele za Mungu utoaji wetu pia ni kipimo chake cha uchaji Mungu wetu. Hawezi ukasema wewe unaomba tu, unashika neno la Mungu tu, alafu umtolei ukasema umekamilisha uchaji Mungu wako. Amen. Ibrahimu alikuwa ni mtii sana. Amen. Alikuwa ni mtu mwenye imani sana, lakini hakuna siku Mungu aliwahi kumwambia kwamba sasa ninajua kwamba unanisha mimi, mpaka siku alipomtolea. Amen. Cha pekee. Amen. Ndipo akamshawishi Mungu kwamba sasa ninajua kwamba unamcha Mungu. Amen. Na matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni Mwanzo hiyo 22:15 mpaka 18. Tumalizie. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 22 mstari wake wa 15 na kushika nao huyo wa 18. Amen. Roho Mtakatifu na atufunulie maandiko. Amen. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Mstari wake wa 16. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili. Amen. Wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Mstari wake wa 17. Amen. Katika kubariki nitakubariki. Amen. Na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako. Amen. Kama nyota za mbinguni. Amen. Na kama mchanga ulioko pwani. Na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Amen. Mstari wake wa 18 na wa mwisho. Amen. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Amen. Kwa sababu umetii sauti yangu. Amen. Amen. Roho Mtakatifu awe nasi. Amen. Wakati tunamalizia, kuna nguvu gani katika utoaji? Mungu alikuwa ametembea na Ibrahimu kwa miaka mingi sana, mpaka akampa na mtoto. Ila huku nyuma kote ukisoma, hakuna mahali ambapo Mungu alimwambia Ibrahimu sasa nitaingia agano na wewe, mpaka siku alipomtolea. Amen. Maana yake utoaji wako unamsukuma Mungu aingie maagano na wewe. Amen. Kinachonitesa mimi na wewe leo unajua ni nini? Ni maagano ambao mababu zetu waliingia na miungu kabla sijazaliwa. Amen. Yaani huo mzunguko wa mateso yako yote, vifungo vyako vyote, magonjwa yako yote, amen, umaskini wako wote, amen, mgogoro wa ndoa, ndiyo, watoto wako wana shida, chimbuko lake ni hili moja. Amen. Maagano ambao babu zetu mimi na wewe waliingia na miungu, ndiyo, kabla mimi na wewe hujazaliwa. Amen. Ndio amezaa mambo yote yanayokuhangaisha leo. Amen. Nimekupa mfano ili uone nguvu ya agano. Amen. Angalia jasho unalotoka ili kutoka kwenye hivi vifungo ambavyo unapitia leo. Amen. Jinsi unavyohangaika. Au unakuja kuambiwa mateso yako yote ni matokeo ya agano ambao babu yako aliingia. Amen. Unaona agano lipo zito? Ndio. Na Mungu mwenyewe waga abariki bila maagano. Ni kweli. Kwa sababu gani? Amen. Mimi napenda kumuita Mungu mfanyabiashara. Amen. Mungu hawezi kuwekeza mahali ambapo yeye mwenyewe hapati faida. Amen. Wewe Mungu nibariki, Mungu yeye kule mbinguni anakaa kikao. Hivi huyu mtu anatuomba userikali ya mbinguni imbariki. Tukimbariki sisi ufalme wetu tutapata nini? Amen. Mungu hawekezi kwa hasara, nikwambie. Ni kweli. Akiwekeza mahali ambapo anajua sitapata kitu, haingii agano. Haingii mkataba. Amen.
Ibrahimu baada ya kumwonyesha Mungu kwamba hawezi kumzuilia chochote anachotaka kwake, Mungu akasema hapa ndio pa kuwekeza. Ndio. Huyu nikimpa mtoto nitapata taifa. Pameni. Mungu akawekeza mtoto. Alipata taifa kupata? Alipata. Kwa nini? Alijua huyu mtu aninyimi chochote. Hiyo chochoo yako Yesu anataka umpe kitu chako. Unasema hiki cha kwangu simpi. Inamnyima Yesu kufunga agano na wewe. Ameni. Na dawa ya kutibu maagano yanayokutesa ni kuweka agano linalokuokoa. Amen. Na huyu Mungu anayeokoa haingii agano na mtu asiyetoa. Amen. Ni hasara kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Kwa hiyo uchoyo wako mbele za Yesu itafakari mara 2. Amen. Mungu alipoingia naye agano na akasema kwa sababu hiyo hakika yangu katika kukubariki nitakubariki. Amen. Kwa nini Mungu alisema ule uhakika? Kwa sababu alifika mahali akasema kama Ibrahimu anaweza akanipa mwanae wa pekee, maana yake nikimpa chochote, amen, siku nikihitaji chochote kutoka kwake nikimuomba hata ninyima. Amina. Yesu anakuangalia, unaomba nyumba, unaomba gari, amen, unaomba kazi ya mshahara mkubwa, amen. Akiangalia mkono wa kushoto kuna kazi zake zinahitaji kusapotiwa. Amen. Wewe unaomba ile kazi ya mshahara mkubwa, akikuangalia, akikuomba tu umsaidie mtu ambaye ana njaa hata yani chakula cha buku tu hapo. Kama sasa huyu nikimpa ile kazi ya mshahara 600,000, nikitaka akachangia hata 100,000 kwenye, ataenda kweli? Akiona kwamba akiwekeza kwako hapati, hamna agano. Amen. 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 Kwa hiyo jambo lingine zile kwa kutenga na roho ya tamaa, uwe mwepesi kwenye kumtolea nani? Mungu. Amen. Na hauwezi ukamtolea Yesu kama hujakubali kwamba wewe pamoja na vyote ulivyo navyo ni mali yake. Wakati nasimama, mgogoro tulionao wengi kwenye utoaji, wakati nasimama, mgogoro mkubwa tulionao wengi kwenye utoaji ni kwamba tunajihesabu kwamba sisi na vyote tulivyo navyo ni mali zetu sisi. Kwa hiyo tukimpa Yesu ni kama tunamsaidia. Amen. Kama unataka ufunguke katika kumtolea Mungu ili akutenganishe na roho ya tamaa ya mali, moja ya maombi tutakayofanya leo kuhani wa Kristo ni kubadilisha mtazamo wetu. Tukiri ya kwamba mimi na vyote nilivyo navyo ni mali ya Yesu. Wakati nasimama juu sema mimi na vyote nilivyo navyo ni mali ya Yesu. Mimi na vyote nilivyo navyo ni mali ya Yesu. Naomba tumtafutie kuhani Mike kwa ajili ya maombi. Mimi na vyote nilivyo navyo ni mali ya Yesu. Ni mali ya Yesu. Wangapi unakubaliana hilo jambo? Unakubaliana kwa mkono ama ni kweli moyoni? Kuna kitu Yesu akikitaka hautamzuilia wewe. Tuambiane ukwelewa, kwambia kuna kile ambacho umekitokea jasho miaka 5 umekipata mwaka jana. Akikwambia nakitaka, utampa? Uwepesi wako wa kumpa kitu ambacho Yesu anahitaji kwako ndio wepesi wake yeye wa kuingia agano kubwa zaidi pamoja na wewe. Wana wa Kristo, wakati tunaendelea kwenye maombi, naomba watu wa kuabudu mtupe wimbo mmoja tu wa kuabudu, alafu kwa wana wa Kristo tutafanya maombi mawili kuvunja roho ya kiburi inayotuzuia tusitii neno la Mungu, ili tusipone na roho ya tamaa ya mali. Amen. Na pia Yesu afungue mioyo yetu tukubali kwamba sisi na vyote tulivyo navyo ni mali yake, ili akitaka tumtolee bila kumzuilia, ili mali zisikamate mioyo yetu. Amen. Watu wa worship, naomba wimbo mmoja wa kuabudu. Kuna wimbo unasema mimi nikurudishie nini Bwana kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Sijui mnaufahamu. Mimi nikurudishie nini Bwana kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Endelea. Ingia katika roho uombe huo wimbo ili ukusogeze katika hali ya maombi. Nikurudishie nini Yesu kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Mimi
nikurudishie nini Yesu, kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Imba mimi nikurudishie nini Bwana, kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Imba mimi nikurudishie nini Bwana, kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Imba mimi nikurudishie nini Bwana, kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Imba mimi nikurudishie nini Bwana, kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Sema mimi nikurudishie nini Bwana, kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. mimi nikurudishie nini Bwana, kwa wema na fadhili zako unaweza tukampatia Bwana sauti hiyo ulizonitendea. Imba mimi nikurudishie nini Bwana, wekili hayo maneno kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Imba mimi nikurudishie nini Bwana, kwa wema na fadhili zako ulizonitendea. Nikurudishie Yes, haleluya. Huu wimbo utafakari kuona yale mambo makubwa ambayo Yesu ameyafanya katika maisha yako, ili moyoni mwako ukubali kwamba Yesu ndo awe Mungu na mali isichukue nafasi ya Yesu katika maisha yako. Wakati tulipokuwa tunaimba huu wimbo, Roho wa Mungu amenishuhudia kwamba kuna wengi tumegeuza mali ndio imekuwa Mungu wetu, na Yesu amepoteza nafasi yake. Na Roho Mtakatifu anataka tuingie katika maombi ya toba nzito ya kutubu kwa kuifanya mali kuwa Mungu wetu, kwamba Yesu atusamehe, tumeabudu sanamu ya mali, tumeifanya mali imekuwa ni Mungu wa kuamua mambo katika maisha yetu badala ya kusikiliza sauti ya ushauri wa Roho wa Mungu. Kuhani wa Kristo, tuongoze kwenye maombi ya toba, kutubu kwa kuabudu mali badala ya kumwabudu Yesu aliyetuumba yeye mwenyewe. Tuombe kwa jina la Yesu wa mkombo. Karibu kuhani wa Kristo. Haleluya. Nyosha tu mikono yako juu. Endelea kutafakari jinsi ambavyo umekosa kumpa Mungu nafasi. Mali umeipa nafasi kuliko Mungu wako aliyekupa uhai, aliyekupa afya. Neno hili limeshuka ili kuponya mioyo yetu, kuturejesha katika kusudi ambalo Bwana alikusudia kwenye maisha yetu. Endelea kutafakari jinsi ambavyo Bwana Mungu alikupenda upeo, akakupa neema hii, lakini moyo wako umependa fedha,
moyo wako umeabudu Mungu mwingine na kumwacha Bwana. Endelea kunyosha mikono yako juu, mlilie Bwana, mwambie Yesu, jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba rehema. Bwana, nimependa fedha, Bwana, nimependa mali, sikuitii sheria yako. Paza sauti yako kwa Bwana jioni ya leo. Inua sauti yako jioni ya leo, mwambie Bwana, ninaomba rehema, Bwana, ninaomba msamaha. Nimekwenda kinyume na mapenzi yako, nimekwenda kinyume na utaratibu wako. Nimependa fedha Bwana, nimependa mali Bwana, nimeabudu miungu mingine. Najua ya kuwa wewe ni Mungu mwenye wivu, wewe ni Mungu mwenye wivu, wewe ni Mungu mwenye wivu. Bwana, tunaomba turehemu. Yesu, tunaomba turehemu. Bwana, uturehemu. Yesu, tusamehe, samehe maisha yetu Bwana. Tumependa fedha, tumependa miungu, tumeabudu miungu. Yesu we, Yesu we, tunarehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Yesu, tusamehe Bwana, tusamehe Bwana, turehemu Bwana. Jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, tunaomba rehema, tunaomba msamaha. Yesu we, Yesu we, Bwana tusamehe, Bwana tusamehe, samehe makosa yetu Bwana, tumekutenda dhambi. Utulehemu Bwana, turehemu Yesu, tulehemu Mungu, turehemu Mfalme, tulehemu Yesu, turehemu Bwana jioni ya leo. Yesu we, hatuna mwingine, hatuna mwingine. Bwana uturehemu, Bwana utusamehe. Tumependa miungu mingine, tumetumikia miungu mingine, tumetumikia fedha, tumetumikia miungu, miungu ya ukoo, miungu ya familia, miungu ya fedha. Bwana, tunaomba rehema, Bwana, tunaomba msamaha. Yesu turehemu, Yesu tusamehe. Yesu we, tunakulilia Bwana, tunakulilia Yesu, jioni ya leo Bwana utuoshe kwa damu takatifu, kwa damu ya Yesu. Tunaomba msamaha, tunaomba rehema. Endelea kupaza sauti yako, mwambie Bwana kusamehe, mwambie Bwana kurehemu. Umeabudu miungu mingine, miungu ya ukoo, miungu ya familia, umeabudu fedha, umeiacha njia ya kweli, umemwacha Mungu wa kweli. Ni Mungu mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Anautaka moyo wako. Haleluya. Sasa kuhani wa Kristo, ukatuongoze kwenye maombi ya kukiri ya kwamba mimi na vyote nilivyo navyo ni mali ya Bwana, na kwamba kuanzia leo fedha haitanitawala tena, ila Yesu ndiye atakayenitawala mimi. Tuongoze kwenye maombi ya kukiri kwamba mimi natangaza, mimi na vyote nilivyo navyo ni mali ya Bwana, na kuanzia leo fedha haitanitawala, ila Yesu ndiye atakayenitawala. Tuongoze kuhani wa Kristo. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakiri ya kuwa jioni ya leo mimi ni mali yako, ni mali yako, sio mali ya mtu mwingine, sio mali ya miungu mingine, sio mali ya miungu ya ukoo, sio mali ya Mungu wa familia, bali ni mali yako, bali ni mali yako, bali ni mali yako Bwana, bali ni mali yako Mungu. Mimi na nyumba yangu, mimi na nyumba yangu tutakutumikia wewe, tutakutumikia wewe. Endelea kupaza sauti yako, mwambie Bwana, mimi ni mali yako, mimi ni mali yako Bwana, nitakutumikia wewe.
Sitatumikia miungu mingine. Ni wewe Bwana nitakutumikia. Sitatumikia mali Bwana. Nitakutumikia wewe. Haitanitawala. Yesu. Haitanishindikiza. Ila Roho wako ndiye ataniongoza. Maamuzi yangu kwa Yesu Bwana hayatatawaliwa na fedha, ila atatawaliwa na Yesu pekee. Ninakataa mimi kuwa ni miliki ya Mungu mali. Mungu mali. Mungu mali. Hebu nenda kamshusha huyo Mungu mali akae chini. Yesu akae juu. Wewe Mungu mali. Mungu pesa. Ninakushusha chini. Hautanitawala. Ninakushusha. Yesu atatawala. Wewe Mungu fedha. Wewe Mungu mali. Wewe Mungu fedha. Utawala moyo wangu. Kunifanya nifanye maamuzi ya kumwasi pepo la pesa. Pepo la tamaa. Tamaa ya mali. Nakushusha chini. Moyo wangu nakushusha chini. Hautatawaliwa na wewe. Moyo wangu Yesu pekee. Yesu pekee. Ndiye atakayenitawala. Hautanishindikisha. Yesu pekee. Kuvunja sheria ya Mungu wangu kwa ajili ya mali. Ninakataa kuvunja sheria, kuvunja uaminifu wangu kwa ajili ya mali. Yesu atanitawala. Moyo wangu leo namkabidhi Yesu. Moyo wangu leo namkabidhi Yesu. Yesu pekee. Mwambie Bwana akutawale. Mwambie Yesu akutawale. Atawale maisha yako. Atawale familia yako. Atawale watoto wako. Atawale kazi zako. Atawale biashara zako. Atawale shamba yako. Atawale kila kitu. Mwambie Bwana atawale. Mwambie Yesu atawale. Mwambie Bwana atawale kila kitu unachokifanya katika maisha yako. Bwana atawale. Bwana atawale. Yesu atawale. Atawale moyo wako. Atawale nafsi yako. Atawale mwili wako. Atawale ndoa yako. Atawale watoto wako. Atawale kila kitu unachokifanya. Tawala Bwana. Tawala Yesu. Tawala Mfalme. Tawala Bwana. Tawala maisha yangu. Tawala watoto wangu. Tawala kazi zangu. Tawala biashara zangu. Tawala huduma yangu. Tawala kalama na vipawa nilivyo navyo. Bwana tawala. Yesu tawala. Bwana tawala. Yesu Yesu tawala Bwana. Bwana Kristo ukatuongoze katika yale maombi ya kupokea roho ya utii. Tumejifunza ili kwamba upone na roho ya tamaa, lazima uwe ni mtu ambaye ni mtii. Viburi vya mizimu vilivyojaa vifuani mwetu na tufanya tusitii sauti ya Mungu, tusitii neno la Mungu, tusitii watumishi wa Mungu, ndipo roho ya tamaa inapata nguvu ndani yetu. Bwana Kristo tuongoze maombi ya kuvunja roho ya kiburi na kuumba neema ya Mungu ya kuwa na roho ya unyenyekevu. Karibu kwani wa Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuomba jioni ya leo uondoe roho ya kiburi. Roho ya kiburi ndani yangu. Yesu. Ninakuomba Bwana. Uondoe hiyo roho ya kiburi. Roho ya kujiinua. Roho ya kujiona bora kuliko mwingine. Roho ya kujiona wa thamani kuliko mwingine. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Niondolee Bwana. Roho ya kiburi. Roho ya kujiinua. Roho ya majivuno. Yesu. Endelea kumwambia Bwana aiondoe roho ya kiburi. Roho ya kiburi ndani yako. Aondoe roho ya kiburi. Aondoe roho ya kiburi. Roho ya kiburi. Neno la Mungu. Itoe leo. Iondoe leo. Ondoa ndani yako. Ondoa ndani yako. Ukiburi yote. Roho ya kiburi. Kishushwe leo. Kishushwe leo. Shusha leo. Shusha roho ya kiburi. 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 Kata roho ya kiburi. Kata roho ya kiburi. Roho ya kiburi. Ikataliwe leo. Kata leo. Kata leo. Kata leo. Kata leo. Kata leo. Roho ya kiburi. Roho ya kiburi. Roho ya majivuno. Roho ya majivuno. Roho ya kujiinua. Ikatae. Kataa. Kataa. Mizizi yako. Kataa hiyo roho. Kataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Na ikataa hiyo roho. Haleluya. Asante kwani wa Kristo. Simama mahali ulipo. Kumbuka hii vita dhidi ya mali ni vita ya kiroho kama vita nyingine, na hakuna vita ambayo tutashinda kwa nguvu zetu. Ombi la mwisho tunaenda kumalizia kwa kinywa chako mwenyewe.
Nenda kumwomba Yesu akupe neema ya kushinda roho ya tamaa. Kwa kinywa chako mwenye omba Yesu akupe neema. Bila neema hakuna atakayeshinda. Fungua mdomo wako, mwambie Bwana Yesu, naomba unipe neema ya kushinda roho ya tamaa, ili nisije nikaingia katika mtego wa dhambi. Omba Yesu akupe neema. Omba Yesu akupe neema. Omba Yesu akupe neema. Wakati huo Jesus Choir tutakuwa mnajiandaa kwa ajili ya kutoaji. Jesus Choir mnajiandaa wakati tunamalizia maombi. Jesus Choir mnajiandaa. Bwana Yesu utupe neema. Tupe neema Bwana. Tupe neema yako Bwana Yesu. Tujalie neema Yesu. Siwezi kuishinda roho ya tamaa. Kwa akili zangu siwezi kuishinda roho ya tamaa. Ila neno lako limesema kama nikinyenyekea utanipa neema. Utanipa neema. Naiomba neema yako. Naiomba neema yako. Tujalie neema Yesu. Jesus Choir mwendelee kuja mbele. Jesus Choir nipe neema yako Bwana. Kwa neema nitashinda. Kwa neema nitashinda. Kwa neema nitashinda. Sema asante Bwana Yesu. Kwa kuwa wewe ni Mungu wa kuokoa. Ninapoongea hivi Jesus Choir mwendelee kuja Jesus Choir. Asante Bwana Yesu. Kwa kuwa umenipa neema ya kuniokoa dhidi ya roho mbaya ya tamaa ya mali. Kuanzia leo nimeamua Roho Mtakatifu ndiye atakayenitawala. Tamaa ya mali hautanitawala tena. Kuanzia leo nitaitumia mali, ila mali haitanitumia mimi. Ninamtumikia mmoja tu, Yesu peke yake. Bwana Yesu, naomba unisaidie. Karibuni Jesus Choir. Tuna sadaka mbili kwenye vikapu viwili, utaweka katika kila moja ya kikapu. Moja ni kwa ajili ya kusaidia kazi za Yesu hapa kituoni, nyingine inaenda makao makuu kule kanisani kwa baba mzee wa Yesu. Kwa hiyo Yesu akutie nguvu uweze kutoa kwenye vyombo vyote viwili. Jesus Choir, karibuni. Karibuni, karibuni. Karibuni kwa ajili ya sadaka ya madhabahu. Karibuni kwa ajili ya sadaka ya madhabahu. Karibuni kwa ajili ya sadaka ya madhabahu. Nikasema
wanavaa kwa heshima, atatembea yao ya adabu. Hata mzee wa Yesu naye analindwa wachawi na vinyamkera havimtishi mana, analindwa hata sisi Jesus Choir tunalindwa hata huduma yetu ya uimbaji nayo inalindwa hata watumishi wa Yesu wote wanalindwa wachawi na machango Joni muo kwa Yesu kuna raha. Chakuna kuna wambe ojeni watenda dhambi wote kwa Yesu kuna Tumpigie Bwana Yesu makofi kwa ajili ya Jesus Choir. Wakati Jesus Choir na nini mnamalizia kutoka sadaka zenu, naomba usiondoke, tutapata mafuta baada ya hapa. Naomba tusiondoke. Karibuni Jesus Choir, tumalizie sadaka ili tuweze kuingia kwenye zoezi la mafuta. Karibuni Jesus Choir. Na wakati pia zoezi la mafuta linaendelea, kama wewe ni mgeni umesikia habari za Mungu aliyoko mahali hapa na una changamoto yoyote, unataka Bwana Yesu akusaidie, akuponye, naomba baada ya ibada usiondoke, utapata nafasi ya kuonana na watumishi wa Mungu, tupate kuongea na wewe, kukushauri na kukuombea. Na kumuona mtumishi wa Mungu mahali hapa ni bure. Kwa hiyo yote ambao unatamani kumuona mtumishi, naomba baada ya mafuta usiondoke. Kwenu amekuwa hawezi, hawaite wazee
hapa kwa njia mafuta. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, hawaite wazee wa kanisa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mpaka mafuta. Hawaite wazee makuhani wa Kristo wa kanisa, wapo kwa ajili yetu, wapo kwa ajili yako, mafuta. Wewe ndugu yangu, Kama wewe Nabii mwonaji yuko hapa kwa ajili yako, makuhani wa Kristo wako hapa kwa ajili yako, mashemasi wako hapa kwa ajili yako, wainjilisti wako hapa kwa ajili yako, wapate kukuwezesha ndugu usiyejiweza, wapate kukukomboa katika gereza la mateso, wapate kukuwezesha ndugu usiyejiweza, wapate kukukomboa katika gereza la mateso. Ni ahadi ya Yesu kwa kila mwenye haja ya kuponywa. Tarajia uzima kutoka kwa Yesu. Wewe ndugu yangu, tarajia amani kutoka kwa Yesu. Tunapomwona mteule wa Mungu, kutoka kwa Yesu. Tunapomwona nabii mwonaji, kutoka kwa Yesu. Unapowaona makuhani wa Kristo, kutoka kwa Yesu. Tarajia hayo kupokea, tarajia hayo kupokea, tarajia wema wa Yesu, tarajia wema wa Mungu. Mteule wa Mungu kwa ajili yetu sisi, mimi na wewe, makuhani wa Kristo kwa ajili yetu sisi, mimi na wewe, mkombozi wetu kwa ajili yetu, mtetezi wetu, mkombozi wetu kwa ajili yetu sisi, mimi na wewe. Njoni kwangu msumbukao, njoni kwangu msumbukao, na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, mliobebeshwa na wachawi na washirikina, mliobebeshwa na wachawi na washirikina, yupo hapa mtetezi wa wanyonge, anasema njoo wewe ndugu. Mteule wa Mungu tunaye yuko hapa leo.